Kwa sababu hiyo, anachokifanya adui ni kuinua vita kwa mtu ambaye Mungu amemchagua kuwa majibu, kuwa suluhisho, kuwa njia, kuwa daraja kwa watu wengine. Ndio maana kwenye maisha tunayoishi, wapendwa mnisaidie, huwa tufanani. Kuna watu kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, wao vita haviishi. Kuna watu maisha yao yameandamwa na nguvu za giza, wameandamwa na ulimwengu wa giza. Kila inapoitwa leo afadhali ya jana. Wao hawana muda wa kupumzika, wao hawana muda wa kurelax, wao hawana muda wa kupata amani, wao hawana muda wa kutulia. Kwa nini? Shetani anajua hawa watu ni watu ambao wanaweza kubadilisha matokeo. Kama jana mambo yalikuwa ni magumu, huyu mtu Mungu akimtumia leo kutatokea mabadiliko. Kama jana watu walikuwa hawaoni njia, huyu mtu akitumika na Mungu, shetani anafahamu ya kwamba kesho yake watu wataona njia. Kama watu walikuwa wamekwama mahali, huyu mtu akitumiwa na Mungu, shetani anajua ya kwamba hao watu kesho watapata njia, watatoka hapo, watatoka kwenye hayo maisha. Kwa sababu hiyo, inamlazimu shetani kuinua vita kwa watu ambao Mungu amewachagua ili watumike kama daraja la wengine kuvuka. Shetani anafahamu ya kwamba hawa watu nikiwaacha watabadilisha maisha ya watu wengine. Hawa watu nikiwaacha watawasaidia watu wengine. Hawa watu nikiwaacha watawavusha watu wengine. Ngoja nikupe mfano kwenye Biblia hapa ili uweze kunielewa. Angalia kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 12. Mwanzo sura ile ya 12. Mwanzo ile sura ya 12. Nisome mistari miwili ya kwanza, alafu tutapata neno la kusema hapo. Mwanzo 12. Angalia ule mstari wa pili na ule mstari wa tatu. Kitu ambacho Mungu anazungumza na Ibrahim, anamwambia hivi: nami